that there is a plan that has been hatched by the governor to take a loan of 6.92 billion Kenya shillings. Ladies and gentlemen, vita ya Nairobi County tayari imeanza, na siku ya leo gavana wa Nairobi Johnson Sakaja ameanikwa. Tunaambiwa kwamba Johnson Sakaja anataka kuiba pesa. Hiyo ndio kitu ambacho tunaambiwa. Now, siku ya leo Babu Owino amefunguka na kusema baadhi ya secrets ambazo anajua within the Nairobi County. Na anatuambia kwamba Johnson Sakaja ana mpango wa kuchukua loan ya 6.9 billion Kenyan shillings. Lakini wakati ambapo anaulizwa kwamba pesa hii inaenda kufanya kazi gani, Johnson Sakaja anasema kwamba hii pesa itatumika kwa kusaidia the wards, zile wards ambazo ziko chini ya Nairobi County for development. Lakini pia pesa nyingine itakuwa inatumika kuwalipa hawa ma MCA, okay? Hicho ndo kitu ambacho tunaambiwa. Now I want to analyze this carefully because hata bank ambayo wanasema kwamba ndio itatumika kukopa pesa hii imetajwa hapa. Now I want to see the relationship between bank hii na Johnson Sakaja, lakini pia President William Ruto who also has been tagged in this story. Now before we dive deep into this conversation, because I have a very interesting video ambayo nataka kushare na wewe, na nataka pia uisikilize kwa makini kutoka mwanzo hadi mwisho. Naomba uniazime masikio yako na macho yako umtazame na kumsikiliza huyu mama yetu, then we come back. Mahali nimefika, nimesikia nimefika mwisho. Hata hiyo jina unapitanga kwa barabara unasikia mtu amekuita, yule ako na mtoto kilema. Mimi kwa majina naitwa Miri Wambui. Na mimi ndiye mama Hezron, Hezron Mushiri. Ako na shida, nilipojifungua alipatwa na meningitis na ikagonga uti wa mgongo. Sasa hawezi simama, hawezi kaa, hawezi jirisha, kila kitu ni mimi namfanyianga. Sasa hakuna kitu anaweza fanya. Hivi tu mnaona amelala, analalanga hapo the whole day. Maybe sasa umkalishe tu, maybe mshikilie akikula, akimaliza kukula ni hivyo analala tu hapo. Sasa tumekaa tu hivi. Mbona lazima lale hivi, like hana wheelchair? Hana chochote, sina wheelchair, sina pesa ya kununua. Sina biashara, yani nakaa tu hivyo. Lakini kulala hivi sinamweleza? Anaumia kwa mgongo. Juu hata kuna wakati mwingine unaweza muangalia uone amepata inaitwa nipples. Yani nikaa amechipuka mwili juu ya kulala sana. Sasa kwa hivyo angekuwa na wheelchair, angeketi kwa hiyo wheelchair. At least ningesaidika, lakini sina pesa ya kununua wheelchair. Now ladies and gentlemen, mimi naomba support yenu kwa niaba ya huyu mama yetu. Situation ya mtoto huyu Hezron ndio hii hapa, umeiona kwa makini. Tumekuwa tukichanga and I'm very proud of this family kwa sababu watu wanaonesha upendo, lakini pia bado hatujafikisha malengo. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba utusupport kwa kile kidogo ambacho uko nacho. Kama una 150, 200 hata zaidi, unaweza ukaweka kwenye namba hiyo ili tumtafutie Hezron wheelchair, tumtafutie Hezron madawa ambazo zitamsaidia kwa sababu ya uchungu, mgongo umechibuka because of kuketi vile ameketi kwenye hicho kiti, kwa sababu anakosa wheelchair ambayo tuna mpango wa kununua kwa support yako, kwa contribution yako, kile kitu ambacho uko nacho. Lakini pia lazima tumpeleke Hezron shuleni, sehemu ambapo atapata therapy na kukaa na watoto wengine ambao wako na special case kama hii yake. Na hii process nzima inahitaji pesa. We are at a good place, lakini bado tunahitaji support yako. Please, kama video hiyo imekugusa, tu support. Kama wewe ni mzazi, wewe ni ndugu, dada, ama labda una mtoto ambaye yupo kwenye hali hii, unaweza understand what the mother is going through, because tunataka pia tumpatie space wakati mtoto huyu yuko shule, tumpe space ili ajitafutie pia yeye, kwa sababu ni mwanamke ambaye bado ana nguvu, mjasiri, na yeye anaomba tu mtoto huyu akiingia shule na yeye aendelee na kutafuta njia yake ya kusurvive na pia kusaidia mtoto huyu baadaye. Namba ya simu iko hapo, jina iko hapo, kile kidogo uko nacho, please to support. Now
Babu Owino amemexpose Johnson Sakaja. Johnson Sakaja ambaye ni gavana wa Nairobi County, lakini pia Johnson Sakaja ni kiongozi ambaye amekuwa na scandals nyingi sana. Ukiangalia vizuri kutoka 2024, 2025, 2026, Johnson Sakaja ni mtu ambaye amekuwa na scandals za maji, drainage ya Nairobi. Akasema kwamba hawezi kosa kulipa watu kwa county kutengeneza hizi drainage. One of the things ambazo zilikasirisha sana wananchi wa Kenya, wakasema kwamba hawa watu ambao wanalipwa within Nairobi County wanafanyia wananchi kazi, na hawa wananchi ambao wako within Nairobi County unakuta kwamba kikubwa ambacho wanataka ni usalama, na usalama huu unaweza ukapatikana wakati ambapo kuna drainage system nzuri. Hii ni moja kati ya vile vitu ambavyo vilifanya watu kumkashifu kiukubwa sana Johnson Sakaja. Johnson Sakaja amekuwa na scandals nyingi sana. Nairobi Market, mnakumbuka kipindi ambapo Nairobi Market ilikuwa inabomolewa, watu walilia sana, and Johnson Sakaja was also part of this. Johnson Sakaja early this year signed a cooperation deal with the national government ya kuangalia maendeleo ya Nairobi, something that didn't sit well with the people of Nairobi. Wakaanza kujiuliza kwamba huyu Johnson Sakaja tulimuelect atufanyie kazi, ama sasa kazi hii ya Nairobi itakuwa inashikiliwa na Mudavadi na pia Rais William Ruto. So that means Nairobi County right now is speaking iko under serikali ya Kenya. It's not under Johnson Sakaja anymore. Johnson Sakaja amekuwa na scandals nyingi, watu wamemzungumzia vitu vingi. Then Babu Owino came up and said, now I have to chip in and help the people of Nairobi, and the only way to help the people of Nairobi ni kutafuta nafasi ya kuingia kama gavana wa Nairobi, and then he will take it from there. So today Babu Owino amemexpose Johnson Sakaja, and in this expose Babu Owino amesema kwamba Johnson Sakaja is planning to take a loan, okay, of 6.9 billion. So wakaanza kufuatilia hii 6.9 billion inaenda kufanya kazi gani? Hii 6.9 billion inaenda kusaidia wananchi wa Nairobi na kitu gani? There is something called expenditure. Hiyo ni plan ya kuelezea watu wa Nairobi County kwamba pesa hizi zitatumika vipi, pesa hizi malipo yatafanyika vipi, and then pesa hizi njia gani ya kuzirudisha, kwa sababu this is a loan, and this loan tunaambiwa kwamba inatoka Sidian Bank. Now, wakati Johnson Sakaja ameulizwa I explain the expenditure, vile hii pesa itatumika kwa watu wa Nairobi, he only said kwamba pesa hiyo itatumika kwa development ya all the wards in Nairobi County, lakini pia ile ambayo inabaki itatumika kuwalipa wafanyakazi wa Nairobi County including our MCAs. You know, when it comes to politics, when it comes to professionalism, I believe hizi ni baadhi ya vitu ambavyo vinafaa kuwa zinadokezwa in a written form, okay? But then Babu Owino is complaining that Johnson Sakaja is not transparent with the people of Nairobi. He is not transparent hata na watu ambao anafanya nao kazi yeye binafsi. So kulingana na Babu Owino anaona kwamba Johnson Sakaja is planning to do a big theft in Nairobi kulingana na Babu Owino, lakini pia ana feel for the people of Nairobi. Anasema the people of Nairobi ndio wataumia wakati ambapo watakuwa wanalipa ushuru nyingi zaidi kurudisha pesa hii. Let's talk about Sidian Bank. Sidian Bank, ukifuatilia kwa makini utagundua kwamba the owner of Sidian Bank is a close ally to President William Ruto. So is it another way ya kutumia proxy ya kuchukua pesa alafu wananchi wa Kenya ndio watakuja kulipa, or labda pengine is Johnson Sakaja the proxy himself? Yeye ndo atakuwa anatumika kuchukua pesa hii, labda pesa hii itakuwa inafanya kazi nyingine tofauti, because Babu Owino is telling us that pesa hii kulingana na yeye, pesa hii Johnson Sakaja anataka kuitumia for campaigns za 2027, because kuna uzito mkubwa sana hapa kwenye campaigns za 2027. Bearing in mind kwamba Babu Owino pia ni mtu ambaye anapendwa sana na watu, and it must be a threat to someone like Johnson Sakaja. Kukua kwamba anataka kucompete na Johnson Sakaja in Nairobi ni mzito, lakini pia ni mlima kwa mtu kama Johnson Sakaja. So
maybe there is a plan to get more money ya kufund his campaign come 2027. But I want you to listen to Babu Owino akizungumza, then we come back. Thank you very much, Nairobians and Kenyans. Today I want to take this opportunity to talk about the current state of affairs of Nairobi City County. There is a conduct and becoming of the current Nairobi governor, Mr. Johnson Arthur Sakaja, in the running of Nairobi County. I want to let Nairobians and Kenyans know that there is a plan that has been hatched by the governor to take a loan of 6.92 billion Kenya shillings from Sidian Bank. We all know the owner of Sidian Bank, which is closely associated with the President of the Republic of Kenya. When the cooperation was signed between the county government and the national government, governor did clearly state that he was helpless and could not work for Nairobians. He was clearly calling the national government for help, and that the responsibility that was bestowed on his shoulders, that rested on his shoulders, was clearly transferred to the national government. A clear indication of incompetence. Then the president came out and advised Nairobians that 80 billion Kenya shillings was set aside to help in the smooth running and control of Nairobi City County. To our surprise, a budget was passed at the National Assembly, and that 80 billion Kenya shillings was not budgeted for. I did ask the Minister for Finance, Mheshimiwa John Mbadi, who clearly stated that there could be other means to fund Nairobi, because he himself could not see the 80 billion shillings in the current budget. And therefore, those were just mere statements of puff and misrepresentation of facts. Then we come to the elephant in the room, where the county government of Nairobi, through the governor, has decided to take a loan of 6.92 billion Kenya shillings. What do they say? That this money will be used, in different wards to fund the ward development programs at a tune of 2.8 billion Kenya shillings, and that the remaining money would be used to pay salaries. Now, these are the facts for Nairobians. Number one, there is an existing loan that was taken in 2011 from Equity Bank of 2.5 billion Kenya shillings. These 2.5 billion Kenya shillings could not be paid by the then city council, then was a city council. Then KCB came in to buy this loan from Equity Bank when it had generated an interest, and the loan was now accumulated to a total of 4.2 billion Kenya shillings. During that period, KCB gave certain conditions that the idle assets of the county government would be sold to repay this loan in case the city council could not manage to pay the money that was agreed upon on a monthly basis as installments. Number two, that KCB would be part of the banks to collect the revenue. And number three, that these monies, the 4.2 billion,
on a monthly basis, 141 million Kenya shillings would be paid to KCB. This was around 2016 during the reign of Governor Evans Kidero. To our surprise, the county government could not pay this amount of 141 million Kenya shillings and opted to talk to KCB, who agreed that a total of 55 million Kenya shillings would be paid. The then collection of the county government was around between 12 to 13 billion Kenya shillings. Remember and note this, that at 12 billion Kenya shillings, the county government under Kidero could not pay the 55 million Kenya shillings as installments on a monthly basis. And this drives us to a point that since then, this loan has been accumulating in terms of interest. And therefore, the long and the short story of the first loan is that we were unable and are still unable to pay the initial loan that was taken. Now come to this current loan of 6.92 billion Kenya shillings. The MCAs have been convinced to pass this loan this week. The loan has been enshrined in the budget, which is an illegality in the first place. Loan put in as a revenue, source of revenue, but how it is being spent, the expenditure part of the loan, has not been indicated. Even the MCAs who are being lied to, that they'll be given 2.8 billion Kenya shillings as forward development programs. That money has not been indicated how it will be spent. In the cash flow statement, it should show cash in and cash out. Cash in is coming. Cash out has not been shown, which means that this money is going to be used for campaigns. This is money that is going to be stolen. This is money that is going to be defrauded. And who is going to pay this money? Pay back this money? Wananchi wa Nairobi, through their hard-earned cash. I want to warn the MCAs and advise them at the same time that you should only pass this budget, this loan, on one condition: that you should be shown how this money will be spent. Because Governor Sakaja has refused to produce documents to show you the expenditure side of this money. And therefore, even your ward development programs is not safe. If 2.8 billion is going for the ward development fund, the remaining amount of money, over 4 billion, will be used for what? Not shown. I want to tell you and remind you of what I've just said, that during Kidero's era, Kidero used to declare an on-source revenue of 12 billion Kenya shillings annually. Sakaja currently, from 2013, Sakaja currently still declares an on-source revenue of 12 billion Kenya shillings. Recently, 2025-2026 financial year, he declared an on-source revenue of around 13.8 billion Kenya shillings, which included revenue collected from hospitals. Then there was no hospital. So subtract around 1.2 billion Kenya shillings that comes from hospitals. Therefore, from 13.8, we remain with 12.6 billion Kenya shillings, which is an equivalent of what used to be collected in 2016. 2013-2016. Does this make sense to Nairobians? It means that money that is being declared as on-source revenue is undervalued. But they are declaring less amount of money. So which means that there's fraud taking place there. Why would you take a loan of 6.92 billion Kenya shillings if the county government has its own source of revenue plus money from the national government of 20 billion? According to World Bank report that was released sometime last year, Nairobi County should be run on an own source revenue
of approximately 67.5 billion Kenya shillings, plus the national government revenue, which is 20 billion, a total of 87.5 billion Kenya shillings. But instead, the governor of Nairobi declares an on-source revenue of around 13 billion Kenya shillings annually, which was declared during Kidero's era. So that clearly tells you that the governor of Nairobi is part of the syndicate that is stealing money meant for Nairobians. Therefore, Nairobi has enough revenue, has enough money to run its affairs. You should not take a loan of 6.92 billion Kenya shillings. Number two, the choice of the bank, which is Sidian Bank. Where did we go wrong as Nairobians? Sakaja, why are you frustrating Nairobians? Why were you elected in the first place? Why have you lost direction? Sidian Bank, there is no competitiveness. No procedure followed to settle on this bank alone. So therefore, I know that you are an incompetent person. I know that even sweeping garbage is a problem. But I don't blame you, because we cannot finish garbage in Nairobi. If there's garbage in the office, we have to start by sweeping garbage in the office for us to sweep garbage in the streets. I want to tell Nairobians that you need to talk about this, because this money, 6.92 billion, it is you as Nairobian who is going to pay. No collateral shown. Assets of Nairobi will be sold. Can they show us the documentation about this loan? Let them come out clearly. To the MCS, for the first time, MCS, you are leaders, you are elected, you are not answerable to the governor, you are answerable to your people. Do not approve this loan. You know in your heart of hearts that this is fraud, that this money is going to be used for campaigns, that this money is being stolen. And you also know that you're being lied to, that you'll be given this money for world development. You're clearly being lied to. Do not pass this. But again, we must fight this, because as the incoming governor of Nairobi, we are not going to inherit money that has been obtained fraudulently. Nairobians will not pay back this money. And I can assure you, Sakaja, the moment you leave office, I will call you back. This money, you're going to explain it. Right now, you may get away with it because you are a friend of the state. But at the right time, I can assure you, you are going to be answering. You are going to pay back this money. We are going to follow you wherever you will go. I will follow you, and I will ensure that I handle you perfectly well. This election, you've lost it. Do not mess up this county. Nairobians, you will see what our honorable leaders are going to do. We are watching. Pass the budget of the county. This loan issue, do not pass it. Do not pass this. And you know why. You know why. Thank you and God bless you. Kuna watu ambao wanasema kwamba Babu Owino ana seek sympathy. Kuna watu ambao wanasema kwamba Babu Owino is trying vile anaweza ku bring down Johnson Sakaja. Kuna baadhi ya watu ambao wanasema ni wivu. Kuna watu ambao wanachukua hii kama siasa. Lakini Babu Owino in his statement, kama nimemsikiliza vizuri, Babu Owino amesema kwamba even back in 2011 kuna deni ambayo Johnson Sakaja ama Nairobi County ilichukua. Na deni hii inasumbua wananchi wa Nairobi mpaka siku ya leo. Honest opinion. What do you think about Johnson Sakaja? Do you think Johnson Sakaja tayari ameingia kwenye klabu ya kunyanyasa wananchi, klabu ya kuwekeza pesa? Kwa sababu ukiangalia vizuri, ukimwona Johnson Sakaja, mimi am confident kwa kukuelezea kwamba Johnson Sakaja
kama sio support ya William Ruto ama anything ambayo inaweza ikafanywa hapa katikati, Johnson Sakaja itakuwa ni vigumu kubeat mtu kama Babu Owino in Nairobi. Trust me. Not unless he's going to get that unwavering support from President William Ruto, then tunaweza tukasema kwamba it's 50-50. Pengine huenda akafaulu, pengine huenda hawezi kufaulu. Lakini ukweli ni kwamba people are looking back at what Babu Owino has done in Embakasi East. Bursaries sasa hivi, kama kuna mzazi Embakasi East ambaye hajapata bursary, basi yeye analala darasani. Trust you me. Mabarabara za utawala, pipeline, fedha, yani kutembea the whole of Embakasi East. Ukiangalia Embakasi East vizuri, the infrastructure itself in Embakasi huwezi compare na sehemu nyingi sana. Okay, kuna mtu ambaye anaweza akasema kwamba Johnson Sakaja anajaribu. And actually, just the other day I was in town, and when I was in town, nilijaribu kuangalia Nairobi town yenyewe, leave alone Nairobi County. Unajua Nairobi County ni kubwa na kuna wabunge ambao wanasimamia their constituencies na kuna ma MCAs ambao wanasimamia wards tofauti. So the main focus when we talk about Johnson Sakaja ni kuangalia Nairobi town vile iko. Looking at Nairobi town vile iko, kuna lights ambazo ziko installed sasa hivi in the streets. Kuna zile cabros ambazo zimewekwa, they are trying to make Nairobi pendeze, which is not bad. But umewahi kuimagine Nairobi is the capital city of Kenya. Na vitu vingi even in politics is more sharp in Nairobi than sehemu zingine nyingi. But most of the time, according to the administration ama serikali ambayo tuko nayo, ni rahisi ukuta kwamba hizi protests zinatokea. Wakati ambapo protests zimetokea, hizi mataa zote ambazo ziko Nairobi streets, hizi makabro zote ambazo ziko Nairobi streets, hizi dustbin zote ambazo ziko installed Nairobi town huwa zinaharibiwa. Everything inakuwa vandalized. Wakati ambapo hizi vitu zimeharibiwa, they go back to the drawing board, wanaandikia tena county ya new budget ya kureinstall hizi vitu zote ambazo ziliharibiwa. Na hii pesa bado inatoka kwa wananchi. So I do not know kama tunafanya biashara ya kupoteza within Nairobi ama there are better things to do within Nairobi ambazo zinaweza zikasaidia wananchi ambao wanaishi within Nairobi city. So in one way or the other, Johnson Sakaja ni kama mtu ambaye anafanya, yani Nairobi is full of misplaced priorities. Ukiangalia kitu ambacho wanafanya na kitu ambacho wananchi wanataka, these are two different things. And in this Nairobi city, kuna battle. Na hii battle ambayo iko Nairobi city ni ya uongozi. UDA wanataka wapate kipande, DCP wanataka wapate kipande, Wiper wanataka wapate kipande. Sijui na siwezi jua Babu Owino atasimama na chama gani, but kama Linda Mwananchi will come up with a party, then inaweza kuwa ni hiyo, because one thing that I know is that ODM hawawezi kubali kumpa ticket. As much as Oburu is trying to play smart, ODM hawawezi mpatia Babu Owino ticket within Nairobi. That is the truth. So when they are not going to give Babu Owino ticket for Nairobi, then that definitely means maybe Babu Owino anaweza enda kama independent, ama labda pengine anaweza jump kwenye the coalition that they will make, kama watakuwa na party ama kama Linda Mwananchi, ama labda pengine anaweza karan na chama cha Kalonzo ama chama cha mtu yeyote that is working and it's active. But kupata ticket ya ODM kidogo itakuwa ni ngumu, because kupata ticket ya ODM that means atatumia hiyo ODM to fight, atatumia hiyo ticket ya ODM to fight the same ODM, because ODM watakuwa wana backup, wana rally behind Johnson Sakaja mwenye atakuwa anasapotiwa na Rais William Ruto, na watu wa ODM wanamsupport Rais William Ruto, and Babu Owino is a one-term soldier. There is a one-term politician. So kidogo kwake itakuwa ni vigumu kupata hiyo ticket. That is the truth. Umemsikiliza Babu Owino, lakini pia umesikiliza baadhi ya vitu ambavyo tumezungumzia. These are things that are happening in Nairobi. Trust you me. Haya ni mambo ambayo yanafanyikia Nairobi. Ukienda Nairobi town, kama wewe ni mtu ambaye anapitia Nairobi kila siku, utaelewa. The most important thing ambayo watu wanafaa kufocus nayo, especially hawa viongozi ambao wako within Nairobi, ni traffic. Nairobi kunakuwa na very crazy traffic.
drainage system, mvua ikinyesha, people are dying. Na wakati ambapo Johnson Sakaja aliambiwa kwamba anafaa kuzingatia kabisa watu wa Nairobi vile wanakuwa na hizi drainage system and stuff, he said he cannot spend money on a seasonal thing, kitu ambacho huwa inakuja mara moja alafu haijirudii tena, wakati kuna watu ambao wanafanya kazi chini ya county kila siku ambao wanafaa kulipwa. So I have this question for you, do you think this is another theft, ama labda pengine Johnson Sakaja meant well for the people of Nairobi? Labda ukuwe wewe ndio judge hapa. Do you think there's another theft because 2027 inakaribia and the way the one term brigade inapeleka viongozi ambao wapo kwenye nafasi hizi mbio, they need a lot of money to succeed. Ili wa succeed hata kwenye hizi kampeni zao wanahitaji hela nyingi sana. So tell me what you think on the comment section, ladies and gentlemen. Tumezungumzia Syrian Bank ambayo we are being told clearly that is connected, the owner is a very close ally to President William Ruto. And when this loan is going to be taken, the people of Nairobi will have to pay it back. Yes, lazima tutailipa, hata kama ni kwa njia gani, lazima hiyo pesa italipwa. So what do you think is going on? Tell me what you think on the comment section, ladies and gentlemen. Lakini pia ni kuombe usisahau kunisupport tafadhali kwa kusubscribe kwenye channel hii, because we are about to hit 100,000 subscribers and we're gonna celebrate. That is a big milestone. Lakini pia kwa wale wote ambao wameangalia video hii mpaka hapa mahali ambapo tumefika, to support kwa issue nzima ya mtoto huyu ya Hezron. Wakati ambapo una drop your opinion on the comment section kuhusu Johnson Sakaja and Babu Owino na vile vitu vote ambavyo vinaendelea within Nairobi County, please usisahau ku like video hii na kusubscribe. Wakati ambapo una subscribe, do not forget to click the notification button. Alama ya kengele iko hapa chini, utaiona. Wakati umeclick, unajitengenezea nafasi nzuri sana ya kupata update zetu on time. For now, naomba niseme bye bye. Let's meet on the next episode of the video.